Karibu katika tafakari ya siku. Leo ni Alhamisi ya juma la 7 la Pasaka. Injili inayotuongoza leo hii inatoka kwa mwinjili Yohane sura ya 17 aya ya 20 hadi ya 26. Leo injili inatupa nafasi ya kuingia ndani ya moyo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kabla ya mateso na kifo chake, Yesu alimuinulia Baba sala maalumu. Na jambo la kushangaza ni hili. Katika sala hii, Bwana wetu Yesu Kristo alituombea sisi. Anasema, Baba, nawaombea ili wote wawe na umoja. Huu ndio ulikuwa moyo wa Bwana wetu Yesu Kristo, kuona wanafunzi wake wakiwa kitu kimoja katika upendo. Yesu alijua kwamba duniani kutakuwa na tofauti za mawazo, tabia, lugha na tamaduni. Lakini pamoja na tofauti hizo, Yesu alitaka wanafunzi wake waishi kwa umoja na upendo. Leo tunaona dunia imejaa migawanyiko. Watu wanagombana katika familia, marafiki hawasemezani, jamii imegawanyika, na hata wakati mwingine ndani ya kanisa kuna wivu, makundi na kuhukumiana. Lakini Yesu leo anatukumbusha, Mkristo wa kweli ni yule anayejenga umoja na si mgawanyiko. Yesu anasema, ili dunia ipate kusadiki kwamba wewe ndiye uliyenituma. Maana yake ni kwamba watu wataamini uwepo wa Mungu wakiona namna tunavyopendana. Mahubiri mazuri si maneno tu, ni maisha ya upendo na umoja. Fikiria mfano wa timu ya mpira. Wachezaji wanaweza kuwa na vipaji vikubwa sana, lakini kama kila mmoja anataka kujichezea mwenyewe, timu haiwezi kushinda. Ushindi unakuja pale wanaposhirikiana, kusaidiana na kucheza kwa moyo mmoja. Vivyo hivyo katika familia, jumuiya na kanisa. Tukianza kuvutana chini kwa wivu, chuki au kiburi, tunapoteza amani. Lakini tukikaa katika umoja, tunakuwa na nguvu. Na Yesu pia anasema, upendo ulionipenda mimi ukae ndani yao. Hii ni zawadi kubwa sana. Yesu anataka upendo wa Mungu ukae ndani yetu. Na upendo huo uonekane katika kusamehe, kusaidiana, kuvumiliana na kuheshimiana. Ndugu zangu, leo tujiulize maswali haya. Je, mimi ni chanzo cha amani au migogoro? Je, maneno yangu yanaunganisha au yanagawanya? Je, nina moyo wa kusamehe? Basi leo ndugu zangu, tusimuombe Mungu aubadilishe ulimwengu, bali tuombe kwanza abadilishe mioyo yetu. Roho Mtakatifu atupe neema ya kuishi katika upendo na umoja, ili kupitia maisha yetu watu wamjue Kristo. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.